ukiwa chini ya mamlaka, jambo la kwanza, be subject. Be subject. Romans 13:1, Warumi 13:1. Ngoja kidogo, umeenda haraka. So sasa tuko chini ya wale wako kwenye wale ambao wako chini ya mamlaka. Kumbuka hii ni mtihani ya authority, test of authority. Yeah, so na test of authority iko both those under authority and those in authority. Hii ni mtihani. Kwa hivyo wa kwanza ni be subject. Yaani kubali kuongozwa na kukontroliwa. Biblia inasema hivi, kitabu cha Romans 13 mstari wa kwanza, let every person be subject to the governing authority, for there is no authority except, hata ile mamlaka ile mbaya kama ile huyu jamaa aliua watu wakati wa World War, ilikuwa ni nani? Hitler. Biblia inasema kwamba hakuna mamlaka ambayo itoke kwa Mungu. By the way, hebu niulize kitu hapo. Naam. Wakati ambapo Biblia inasema kwamba mamlaka yote yanatoka kwa Mungu. Naam. But unaangalia huyu mtu, unaona kabisa huyu mtu amekuwa pepo, amekuwa sijui mtu wa aina gani. Mtu anauliza, uongozi umetoka kwa Mungu? Bado kuna papa sana serve. Kuna papa sana serve. Hivyo kuna papa sana serve. Unakumbuka wana Israeli, Mungu aliambia wana Israeli, alikuwa anaongoza wana Israeli kupitia kwa manabii na makuhani. Walinisisi wakakataa, nataka mfalme gani? Saulo. Mungu akawaambia mfalme ambaye nitawapatia atakuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Wakaanza hata hivyo, tunataka mfalme, na wakapatiwa. By the time Saulo alikuwa anatoka, walikuwa wameamuka. Kwa hivyo hata hao viongozi wabaya, kuna papas wanaserve. Biblia nimesema let every person be subject to the governing authority, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Hii inanigonga, inanislap vibaya sana. Ni kwa sababu wakati mwingine unaona mtu ambaye anabehave, anafanya vitu ambavyo hupendi, lakini Biblia inakulazimisha nafanya nini? Inasema nini? Usipojifunza kwa hao watu wabaya au viongozi wengine wabaya, wewe hutakuwa kuwa kiongozi mzuri. Kwa hivyo lazima ujue pia hao viongozi wabaya vile ambavyo walivyo, watakuwa kama gauging map. Wakati sasa unapata uongozi, ama kama kunakuwa na kiongozi mwingine, utakuwa mnatumia sasa kureflect vile ambavyo huyu yupo. Ndio unaona watoto wa Daudi wakaambiwa kwamba wewe, alikuwa ni mfalme yupi huyu? Wakasema kwamba ambia watu, alikuwa na watoto wa Suleimani, ambia watu wa kwamba wewe utawapunguzia mzigo, wewe utawapatia nini na nini. Lakini wakamwambia hapana, waambie utaongeza viboko, utaongeza ushuru, utaongeza nini. Kwa hivyo usipokuwa na kitu cha kuangalia, hutaweza kudeal nacho vizuri. Jambo la pili, pia kuna uongozi ambao unapewa kulingana na wewe. Kuna watu wengine ni vichwa ngumu, inabidi Mungu awapatie watu vichwa ngumu ndio washughulikie, ndio waamuke. Number 3, kuna watu wengine ambao huwa wamelala sana, hawaombi, hawamtafute Mungu. Inabidi Mungu akupatie kiongozi ambaye atafanya usiku na mchana, utaamuka, utakuwa naomba.